Hii ni sehemu ya pili tambara safi kabisa linaitwa Monica. Kama hujatazama sehemu ya kwanza, basi tafuta hapa Zuro TV utaiona, halafu tuendelee na hii sehemu ya pili. Mimi ni Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa ule mchongo ambao alipewa Monica kwenda Canada ilikuwa ndoto bana. Aliposhtuka akajikuta yuko peke yake dukani. Monica alipagawa mazee. Alikuwa anaona maisha akapatia, kumbe bado msoto huko pale pale. Inaumiza kishenzi. Ikabidi atoke nje kutazama, inawezekana labda atamuona madamu hapa, lakini palikuwa kimya kama palivyo mazee. Akacheka kicheko cha uchungu mzito na mbiwa. Kisha akaanza kutembea kama zombi hapa. Maisha nazidi kumchapa, hana tumaini tena isee. Sasa kutokana na hali aliyokuwa nayo, ikabidi watu wamuwai sasa. Maana alikuwa anaelekea kwa dimbwi la maji. Pengine angejitupa huko. Kamsi alipomwona akapagawa mazee. Kimetokea nini tena kwa mshikaji wake hapa? Monica alikuwa analia tu. Hawezi hata kuongea mazee. Yaani kaliona tumaini kabisa ili hapa, kumbe ilikuwa ndotoni isee. Ungejitupa kwenye maji ingekuwa suluhisho. Yaani haukuona vitu vingine vya kufanya zaidi ya kwenda kujitupa kwenye maji. Kweli sijapenda. Umeona sababu ya kukwambia uje uishi na mimi? Kama ungekuwa unaishi na mimi, haya yote yasingetokea. Huu ni msongo wa mawazo tu. Kinachokusumbua ni msongo wa mawazo. Kabla hujaelewa, mbu zitakuwa zishakumaliza. Kabla hujaelewa, utakuwa ushapata malaria ya typhoid. Wewe ndio unaota peke yako. Unataka kujiua kwa sababu ya ndoto? Au ulikuwa unataka kuogelea? Ungeniambia kama unataka kuogelea, kwa sababu ile sio swimming pool. Ningechangisha pesa zangu nikuspoili ili uende ukaogelee. Kamsi akamrudisha Monica mchezoni tena. Kazi kaendelea rasmi hapa. Huku Bobo anapambana na Sharon. Kila mmoja anataka mwenzake apambane kutafuta pesa na nini. Hivi unajisikia wewe nikufanye kazi na hii mimba? Wanaume wengine wanaenda kupambana kwa ajili ya wake zao. Wanaume wengine wanaenda kuhudumia familia zao. Lakini wewe umekaa tu hapa. Unaogopa kupambana? Wewe sio mvivu? Unaogopa kufanya kazi? Au sio mwanaume wewe? Unaongea nini? Wewe ni mkosi. Tangu umekuja kwenye maisha yangu yamekuwa magumu. Yesu na Maria, mimi ni mkosi. Ndiyo, wewe ni mkosi. Bobo akataka kusepa hapa. Sharon akajifanya tumbo limeanza kumuuma. Mchizi akarudi. Pale pale akakabwa tena na Sharon. Sharon ikaumia kinoma kuitwa mkosi mazee. Noma sana hii. Ulikuwa na nini kabla sijakutana na wewe? Si ulikuwa una kazi? Ulikuwa na kitu? Sio Monica aliyekuwa na kuhudumia wewe na familia yako ya kipuuzi. Nijibu. Unaniita mimi mkosi Bobo? Ulikuwa mtu wa kushindwa. Sasa hivi ndo umezidi zaidi. Unapaswa kunishukuru. Nishukuru kwa kukubali kuitunza hii mimba. Ukiendelea nitaitoa hii mimba Bobo. Bobo naye akapaza sauti mazee. Unadhani nataka kubaki na mtoto mwanaume mvivu kama wewe? Wewe ni mvivu. Bobo akamwasha kofi Sharon. Sharon naye akampa kofi Bobo. Viti kaanza hapa mazee. Bahati nzuri tu mama akaingilia ili vagi. Noma sana ise. Mami ikabidi azungumze nao sasa. Lakini Sharon ni jeuri kishenzi unaambiwa. Ongea na mwanao. Angekuwa anafanya anachotakiwa kufanya, tusingekuwa hapa sasa hivi. Sharon alikuwa anaongea kwa makelele kishenzi unaambiwa. Mama akaingilia kati hapa. Kama unashindwa kumheshimu mwanaume aliyekuoa, vipi kuhusu mimi? Tunalingana. Inaonekana kwani hujafunzwa Mtoto ambaye hana malezi mazuri kwao atapata mafunzo nje. Ukiniingilia tena nikiwa naongea, nitakuzabua kofi hilo mpaka udondoke chini. Yeyote atakayenigusa kwenye hii nyumba, nabeba mabegi yangu na sepa. Naondoka. Ondoka basi. Naondoka. Ondoka. Sharon ana hasira kishenzi unaambiwa. Sharon anatamani sana mwanaume wake afanye kazi ili walau apate milioni 3 hapa nyumbani. Lakini mchizi ndo hivyo tena, hataki kabisa kufanya kazi. Umeona ulichoniletea hapa nyumbani? Umeona ulichoniletea hapa kama mkeo? Hana heshima hata kidogo. Mtu aliyetelekezwa na wazazi wake ndio umemleta hapa nyumbani kweli? Kama ningejua huyu ndo unaniletea, hela yangu ningenunuliwa vitu au ningekunywa supu ninenepe tu. Sasa Chika mara nyingi huwa anaongea na mama yake kuliko yoyote yule. Na akipiga, mama lazima ajisifie tu hapa. Kwa sasa majukumu yote ni yangu, sina msaada tena. Mimi ndo pilipili na mimi ndo chumvi. Nateseka sana. Hata uji ninaopika ni watu wachache sana wanaokunywa sasa hivi. Kila mmoja anaishi maisha ya kifahari sasa hivi. Sina wateja kwa sasa. Nimechoka na nimezeeka. Mimi sio mtoto kwamba naweza kubeba vitu kichwani. Dada yako mwenye roho mbaya ameondoka, sijawahi kumuona tena. Hata kunipigia simu anipigii. Monica kanitelekezea hii familia mimi. Hajakupigia? Ampigie nani? Mimi ni nani sasa? Kaniachia matatizo yote ya familia. Chika, tunavyoongea sijala chochote tangu asubuhi mimi. Naomba unisaidie mwanangu. Nitumie pesa. Nitakufa mimi. Mimi ndo kila kitu hapa nyumbani. Chika akasema atamtumia $100 kwa sababu hafanyi kazi na mume wake Pasco anaumwa sana. Pasco kwa sasa anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo na madaktari wamesema anapaswa atumie dawa tu. Haya, nitumie hiyo $100, lakini usimwambie baba yako na kaka yako. Wakati huo mzee ndo alikuwa anafika nyumbani sasa. Ukiwaambia tu, roho za ugonjwa zinaanza kuwatembelea. Mzee alipokaribia kufika, bi mkubwa kabadili mada. Mzee alipofika akauliza, "Huyo ni Chika?" Ni Chika, amenipigia akasema nikusalimie. Ningependa kuongea naye. Sijaisikia sauti yake muda mrefu sana, lakini huwa anaongea na wewe tu. Baba Monica, usiongee hivyo. Unajua Chika akinipigia ni sawa na amekupigia wewe tu. Nitamwambia kila kitu kuhusu afya yako, sawa? Unasema hujaisikia sauti yake. Kwani umeisikia sauti ya Monica? Mzee akashtuka. Hajakupigia tangu ameondoka hapa nyumbani? Umewahi kuisikia sauti yake? Ametutelekeza. Umeona tunavyoteseka hapa Mtoto wako wa kwanza umemwona Hatujasikia chochote kutoka kwake. Huyo ndo unapaswa kumuhofia na sio Chika ambaye walau huwa anatupigia simu. Mzee kupenda kabisa maneno ya mama Monica. Huku Monica anapiga kazi usiku na mchana